na leo tutaenda kuzungumza kuhusiana na hiki kitu kinaitwa wokovu kamili. Leo tutadili kabisa, na huu ndio utakuwa msingi wa mwaka mzima wa 2026 katika mafundisho yetu. Somo la leo linaitwa wokovu kamili, na andiko letu la msingi tutasoma ile Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Naomba nikutie moyo ndugu yangu, mwaka 2026 usiwe ni mwaka wa kawaida. Mwaka 2026 usiwe ni kama mwaka 2025. Mungu ana makusudi mema katika mwaka huu, na anakuhitaji wewe na mimi kama vyombo vyake hapa duniani kuweza kumwakilisha, kuweza kutenda kazi yake. Mwaka 2026 ni mwaka wa kazi. Mwaka 2026 ni mwaka wa kupanda na kuvuna mavuno mema kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10. Somo ni la msingi sana, na tunaweka msingi wa mwaka huu mzima 2026 jinsi tutakavyoenenda. Kwa hiyo naamini utakuwa unasikiliza kwa makini sana, kwa sababu nitaenda kuzungumza vitu ambavyo vitakusaidia katika mwaka huu wa 2026 tuliouanza muda si mrefu. Neno la Mungu linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Biblia inasema katika hii Warumi ya kwamba ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini katika moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Tunakutana na hili neno kuokoka, na somo letu la leo linaitwa wokovu kamili. Je, kuokoka ni kitu gani? Sasa katika maandiko lazima tutafakari kwanza vitu vichache kabla hatujaendelea. Lazima tujiulize maswali machache kabla hatujaendelea. Swali la kwanza na la msingi, kama tunazungumzia kuhusu hili neno kuokoka ama wokovu, lazima tujiulize, je, ni nani anayeokoka? Ni nani huyu ambaye anaokoka? Ni nani anayeokoka? Swali la pili, lazima tujiulize, ni nani anayeokoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Na swali la tatu, lazima tujiulize, ni kitu gani ama ni nini kinachookolewa? Kuna ni nani anayeokoka ama kuokolewa, alafu kuna ni nini kinachookolewa. Somo la leo ni wokovu kamili, na huu ndio msingi wa mafundisho yetu kwa mwaka mzima wa 2026. Sasa kwa swali letu la kwanza tunajiuliza, ni nani anayeokolewa? Tunafahamu ya kwamba, na tulijifunza hapa katika mafundisho yetu, Mungu alipomuumba mwanadamu na ulimwengu, Biblia inasema Mungu alifanya kila kitu kilikuwa ni chema, lakini kuna tatizo likatokea. Kuna changamoto ikatokea ambayo tunaita anguko la mwanadamu. Mwanadamu alianguka, na kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na mauti ikawafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Warumi 5 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kutokea hili anguko la mwanadamu, na mwanadamu akawa yupo katika hali ya dhambi, hali ya mauti, hali ya kuhitaji msaada, hali ya mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo mwanadamu akawa hawezi tena kujiokoa, hawezi tena kujisaidia, hawezi tena kujitoa katika maangamizi aliyopo. Ameanguka, ametekwa, ni mateka wa Ibilisi. Kwa mwanadamu, mpango wa Mungu kaanza wa kumwokoa mwanadamu, wa kumtoa katika ile anguko, wa kumtoa katika haya maangamizi. Hapo ndio mpango wa wokovu ukaanza. Kwa hiyo swali la kwanza ambaye nasema ni nani anayeokoka,
anayeokoka moja kwa moja ni mwanadamu. Huyu mwanadamu ndiyo ambaye anaokoka au anaokolewa kwa lugha nyepesi, kwa sababu yeye mwenyewe hawezi kujiokoa, anamhitaji Mwokozi, ambalo hii ndo tunajibu swala la pili. Je, ni nani anayeokoa? Anayeokoa ni Yesu Kristo. Anayeokoa ni Yesu Kristo ambaye alikuja ulimwenguni akaishi kama mwanadamu, akafa msalabani na kufufuka, na kupitia yeye ndio tunapata uokovu. Tunatolewa katika hali ya mauti, tunatolewa katika hali ya kufa, tunatolewa katika hali ya madhaifu na kuokolewa, tunapata wokovu. Na swala la tatu, ni nini kinachookolewa? Tunafahamu ni anayeokolewa ni mwanadamu, lakini ni nini haswa kinachookolewa? Je, ni nyumba ya mwanadamu anayoishi? Je, ni gari la mwanadamu? Je, ni bustani ya mwanadamu? Hapana. Kinachookolewa, kumbuka, huyu mwanadamu amegawanyika katika sehemu kuu tatu. Mwanadamu kimsingi ni roho, ina nafsi, alafu inaishi katika nyumba yake. Hii nyumba ya mwanadamu inaitwa mwili. Kwa mwanadamu ana roho, ana nafsi, ana mwili, na mpango wa Mungu wa wokovu ulikuwa ni kumwokoa mwanadamu kamili. Ndio maana somo la leo linaitwa wokovu kamili. Mpango wa Mungu wa mwanadamu ilikuwa ni kuokoa mwili wake, lakini sio tu mwili, nafsi yake, lakini sio tu nafsi, na roho yake, ambalo hii ndo mwanadamu mwenyewe. Kwa nini kinachookolewa? Kinachookolewa ni mwili, kinachookolewa ni nafsi, na inachookolewa ni roho ya mwanadamu. Inaokolewa mwili, nafsi na roho ya mwanadamu. Wengi wanadhani tu kinachookolewa ni roho, lakini mpango wa Mungu ni kuokoa mwanadamu kamili, sio tu nusu. Ni mwanadamu kamili mwenye nafsi, mwili na roho. Naomba tusome maandiko katika ile Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mtume Paulo anasema muwe kamili bila lawama, muwe kamili bila lawama, muhifadhiwe. Anavitaja vitu vitatu, anataja muhifadhiwe mwili, muhifadhiwe nafsi na muhifadhiwe roho zenu. Kumbe mpango wa Mungu ni kutuhifadhi na kutukomboa na kutuokoa, sio tu roho zetu, lakini na nafsi zetu na miili yetu. Hii miili ndio ambayo tunawasiliana na ulimwengu wa nje. Hii miili ndio ambayo tuna milango ya fahamu. Sifa ya mlango ni kitu kuingia na kitu kutoka. Hiyo ndio kazi ya mlango. Hii miili inatusaidia kuwasiliana na ulimwengu wa mwili, tunauita physical world. Tunawasiliana kupitia milango ya fahamu. Lakini tuna nafsi, ambapo katika nafsi kuna hisia. Unahisi hasira, unahisi furaha, unakuwa na hisia. Lakini pia kuna utashi, ambao unaweza kusema mimi naamua kufanya hivi, mimi naamua nisifanye hivi, mimi naamua nisifanye hivi. Lakini pia katika nafsi kuna akili, ambayo inatusaidia katika kufanya maamuzi mbalimbali. Lakini mwanadamu haishii hapo. Ndani kabisa kuna roho ambayo imetoka kwa Mungu, ambayo ndio mwanadamu. Sasa hii roho ina nafsi na inajiexpress au inajionyesha kupitia mwili. Kwa mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu ni kumwokoa mwanadamu kamili, ni kumwokoa mwanadamu kama alivyo, sio nusu, sio kuokoa mkono peke yake, wala sio kuokoa mguu peke yake, wala sio kuokoa kichwa peke yake, lakini mpango wa Mungu ni kukuokoa na kumwokoa mwanadamu kamili, kumtoa katika mateso ya shetani, mwanadamu kamili kama alivyo, kuanzia roho yake, nafsi yake na mwili wake. Mpango wa Mungu ni kumwokoa mwanadamu kamili, yaani mwili, nafsi na roho. Hivyo wokovu kamili ni katika mwili, nafsi na roho. Na ili wokovu huu ukamilike, kwa nini tunaita wokovu kamili? Ili wokovu huu ukamilike, lazima
uhusishe mambo ya msingi mawili. Ili wokovu ukamilike, lazima mambo ya msingi mawili yahusike. Kwa hiki kitu ambacho tumekitema hapa kama wokovu kamili, wokovu kamili, tunasema wokovu kamili ni nini? Wokovu kamili inahusisha mambo makuu mawili. Inahusisha mambo makuu mawili. Wokovu kamili inahusisha jambo la kwanza kabisa. Jambo la kwanza ni kusamehewa dhambi. Jambo la kwanza ni kusamehewa dhambi. Kusamehewa dhambi ambalo kimsingi ni katika roho ya mwanadamu. Lakini jambo la pili ni ili wokovu kamili lazima uhusishe kuponywa magonjwa, ambao hapa kuna mwili na nafsi. Naomba nielezee kwa ufupi ili uweze kunipata. Kwa jambo la kwanza katika wokovu, ili uweze kukamilika, lazima uhusishe kusamehewa dhambi, ambayo ni swala la rohoni, na jambo la pili lazima uhusishe kuponywa magonjwa, ambalo linahusisha mwili, sasa inahusisha pia na nafsi. Kwa kizazi hiki tunaona kuna magonjwa, nasema magonjwa afya ya akili, msongo wa mawazo, vitu ambavyo vinaendelea katika nafsi ya mtu vinaumiza moyo wa mtu. Hivyo navyo Mungu alikuja aviponye. Na naomba tusome Zaburi ya 103 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Mtunga Zaburi anasema hivi, huyu Mungu ambaye anasamehe maovu ndiyo Mungu huyu ambaye anaponya magonjwa. Huwezi kutenganisha kusamehewa dhambi na kuponywa magonjwa. Hii ndiyo maana ya wokovu kamili. Wokovu hauwezi kukamilika pasipo uponyaji wa miili yetu, uponyaji wa nafsi yetu na kusamehewa dhambi. Kwa hiyo lazima uponyaji uhusike katika wokovu, ili uweze kusema kwamba nimeokolewa kikamilifu, kwa sababu Yesu alipokuja hakuja tu kukusamehe dhambi zako. Biblia inasema hivi katika Isaya 53 ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alipigwa na kuchubuliwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya miili yetu. Hakupigwa kwa ajili ya dhambi zetu, hapana. Yesu alitoa damu yake, alimwaga damu kwa ajili ya dhambi, lakini ile kupigwa mijeledi na kuteswa na kuumizwa ilikuwa ni kwa ajili ya miili yetu, ilikuwa ni kwa ajili ya sisi kupata kupona, sisi kupata kupokea uponyaji wa miili, ili iweze kuitwa wokovu kamili. Ndio maana alipomaliza akasema imekwisha, yani nimemaliza, nimeshamuokoa huyu mwanadamu. Kumbuka tulisema nani anayeokoka? Anayeokoka ni mwanadamu. Kuokoka pekee pasipo kuponywa magonjwa hakujakamilika. Kusamehewa dhambi pasipo kuwa huru mbali na magonjwa siyo wokovu kamili. Yesu alikuja ili amkomboe mwanadamu kamili ambaye ni mwili, nafsi na roho. Mpango wa Mungu kupitia Kristo Yesu ni kukokoa mwanadamu kamili, ni kusamehe dhambi zako, ni kukuponya magonjwa yako yote, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Naomba tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:20. Biblia inasema, Wakorinto wa kwanza 6:20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mtume Paulo anasema tulinunuliwa kwa gharama ya thamani. Kristo alimwaga damu yake ambayo ni ya thamani sana,
Kwa hiyo basi tumtukuze huyu Mungu katika miili yetu, tumtukuze Mungu katika miili yetu. Watu watakapotuona waseme kweli kuna Mungu. Watu watakapotuona waseme kweli wokovu ni wa thamani. Watu watakapotuona waseme kweli kuna kitu cha tofauti katika yule dada, kuna kitu cha tofauti katika yule kaka, kuna kitu cha tofauti katika yule mama, kuna kitu cha tofauti katika yule baba, kuna kitu cha tofauti kwako. Watu walipomwangalia Petro wakasema, wewe hata kuzungumza kwako unazungumza kama yule mwalimu wako, kama Yesu. Hata unapotembea unatembea kama Yesu. Kila kitu unachokifanya watu wakikuona waseme huyu mtu ni wa tofauti, sio mtu wa kawaida. Paulo anasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sasa naomba tujiulize maswali mbalimbali hapa. Je, tunamtukuza Mungu katika miili yetu kwa kuendelea kutenda dhambi? Jibu ni hapana kabisa. Je, tunamtukuza Mungu kwa kuendelea kuwa wadhaifu katika miili yetu? Kuna mtu atasema ndiyo, kwa sababu ndivyo tunavyofundishwa hata makanisani, kwamba labda Mungu anakupa huo ugonjwa kukufundisha jambo fulani. Labda Mungu anakupa ugonjwa ili akufundishe kuwa mnyenyekevu. Lakini jiulize, je, ugonjwa katika mwili unamtukuza Mungu? Jibu ni hapana, kwa sababu yule Mungu anayesamehe dhambi ndio huyo Mungu anayeponya magonjwa. Kama utasema kwamba ugonjwa unamtukuza Mungu katika mwili, basi pia na dhambi inamtukuza Mungu katika mwili. Lakini hakuna ambaye atakubali kwamba dhambi inamtukuza Mungu katika mwili, na atasema hapana, hatutakiwi kutenda dhambi. Ni kweli kabisa, na hivyo hatutakiwi sisi kufurahia madhaifu, kwa sababu Yesu aliyachukua msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunamtukuza Mungu kwa kuishi maisha matakatifu, kwa kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kwa kuishi maisha ambayo hata ambao hawajaamini wakitutazama wanasema kweli kuna kitu cha tofauti katika yule mtu. Yule mtu sio wa kawaida. Hivyo tunamtukuza pia Mungu katika miili yetu kwa kuishi maisha yenye afya na amani na furaha na utoshelevu na kutopungukiwa. Tunamtukuza Mungu. Mtu akiona anasema kweli yule wokovu wake una thamani. Mtu atamtukuzaje Mungu katika mwili wako akikuona wewe ni mdhaifu kila siku? Atasema yule sasa anaabudu kitu gani? Anakuwa ni kama mke wa Ayubu ambaye alisema bora mkufuru Mungu ufe. Lakini mtu akikuangalia kuona una afya, akikuona una uzima, akikuona una furaha, akikuona una amani, atasema kweli yule Mungu anayemwabudu ni Mungu wa kweli. Kweli yule Mungu anayemwabudu ni Mungu mwenye matokeo. Atuabudu ili mradi tuabudu. Atuabudu ili mradi tuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gharama ilishalipwa. Mtume Paulo anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Ukuu wa wokovu upo katika ukamilifu wake. Lazima ufahamu ukamilifu. Wokovu kamili ni kitu gani? Ni kusamehewa dhambi, lakini pia ni kuponywa magonjwa katika miili yetu na nafsi zetu. Wokovu kamili ni kusamehewa dhambi na kuponywa magonjwa yote. Sasa naomba tuangalie hili neno kuokoka hivi lina maana gani katika neno la Mungu. Tuangalie maana ya neno kuokoka ambao kwa Kiingereza ni neno save. Kuokoka ni kitu gani haswa? Hapa ndo kuna msingi wa somo letu na msingi wa mafundisho yetu katika mwaka huu. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nini maana ya neno kuokoka? Katika somo letu la andiko letu la msingi tulisoma katika Warumi 9, Warumi 10:9 mpaka 10. Nitarudia hilo andiko alafu tutaendelea. Warumi 10 nitasoma mstari wa 9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Sasa ili neno kuokoka kama lilivyotumika katika sehemu mbalimbali za Agano Jipya limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kigiriki linaloitwa sozo. Naomba useme neno sozo. Limetafsiriwa katika neno la Kigiriki, naliandika hapa. Kuokoka
limetafsiriwa kama neno la Kigiriki ambalo linaitwa sozo. Sozo, tamka hili neno linaitwa sozo. Na sehemu mbalimbali katika Agano Jipya hili neno sozo limetumika na kutafsiriwa kwa maneno mbalimbali, lakini nataka ushike hapo kwamba neno kuokoka limetafsiriwa kutoka neno la Kigiriki sozo, ambalo linasema utamfufua, Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Lakini pia nataka nikuonyeshe sasa katika maandiko mbalimbali ya Agano Jipya jinsi gani hili neno sozo lilivyotafsiriwa, ili upate kuelewa nini maana ya wokovu kamili. Tunamaanisha nini haswa tunaposema wokovu kamili, na unamaanisha nini haswa wewe unaposema mimi nimeokoka, au wewe ambaye hujaokoka unatamani kumjua Yesu. Nini maana ya kuokoka haswa, na kwa nini unahitaji kuokoka, na kuokoka ina maana gani kama ilivyotafsiriwa katika neno la Mungu. Naomba tusome Marko 6:56. Kuna kitu nataka ukipate pale. Na kila alikokwenda, hapa anazungumziwa Yesu, na kila alikokwenda akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa wakapona. Ili neno wakapona hapa ndio neno hilo hilo limetafsiriwa kutoka kwenye ili neno sozo. Kwa hii neno sozo tunaona kwenye Warumi 10:9 limetafsiriwa kwa Kiswahili kama utaokoka, lakini neno hili sozo limetafsiriwa hapa kama wakapona wote waliomgusa. Kwa wokovu unahusisha pia uponyaji. Unaposema nimeokoka, uponyaji upo ndani ya wokovu, kama lilivyotumika kwenye Biblia. Hapa limetumika neno sozo. Hii wakapona ni neno la Kigiriki sozo, ambalo hilo hilo ndio limetafsiri kuokoka katika Warumi 10:9. Lakini nitaangalia, tutasoma maandiko kadhaa ili kuthibitisha kwamba kuokoka sio tu kusamehewa dhambi. Kuokoka ni zaidi ya kusamehewa dhambi. Kweli tunaanza na kusamehewa dhambi, na kusamehewa dhambi ni swala la msingi sana, kwa sababu huwezi ukamwona Mungu pasipo kusamehewa dhambi. Lakini haishii hapa tu. Hii kusamehewa dhambi ndio inapelekea kupona na magonjwa, kwa sababu magonjwa yalikuja pale dhambi ilipoingia. Basi kama dhambi ikiondoka na magonjwa lazima yaondoke. Narudia tena, magonjwa yaliingia duniani pale ambapo dhambi iliingia duniani. Mwanzo hakukuwa kuna dhambi na mwanzo hakukuwa kuna magonjwa. Mungu alipoumba hii dunia ilikuwa ni njema sana, ilikuwa haina madhaifu, haina magonjwa. Mwanadamu alikuwa hana magonjwa, lakini pale ambapo mtu mmoja dhambi ikaingia ulimwenguni, dhambi hiyo ikaambatana na mauti, na mauti ikawafikia wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi, na tunajua magonjwa ni mwanzo wa mauti. Kwa dhambi ilipoingia na magonjwa yakaingia, na Kristo Yesu alikuja duniani ili amuokoe mwanadamu kamili, mwenye nafsi, mwenye mwili na mwenye roho. Biblia inasema kwamba sisi kwa damu yake tumeoshwa dhambi zetu, hatuna tena hukumu, hakuna tena hukumu ya adhabu kwa walio ndani ya Kristo Yesu, lakini pia kwa kupigwa kwake tumepona. Sasa tuangalie hili neno sozo lilipotumika tena katika Agano Jipya. Neno sozo tunaliona katika Marko 5:23 ambapo anasema akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona. Neno sozo limetumika tena hapo, limetafsiriwa kupona. Kuokoka au sozo linahusisha pia kupona, apate kupona na kuishi. Pia Marko 16:16 aaminie na kubatizwa ataokoka. Pia hili neno sozo limetumika kutafsiri kama kuokoka, na asiamini atahukumiwa. Lakini pia Luka 8:36 na wale waliokuwa wameona waliwaeleza jinsi alivyoponywa. Hii alivyoponywa limetafsiriwa kutoka kwenye neno sozo pia, yule aliyepagawa na pepo. Ndio maana nikasema mwanzoni ya kwamba wokovu ni katika mwili, nafsi na roho. Biblia hapa inatafsiri ili neno sozo, inatafsiri pia mtu ambaye amepagawa na pepo, pepo yakatolewa, inasema akaponywa. Kumbe hata kutoa mapepo ni aina fulani ya uponyaji. Kimsingi wokovu ni aina fulani ya uponyaji.
Hata kusamehewa dhambi ni aina fulani ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kupona ugonjwa ni aina fulani ya uponyaji. Hata kutoa pepo, Biblia hapa inatumia neno sozo, ambaye inasema yule alivyoponywa yule aliyepagawa na pepo. Kwa hiyo usilimit, usiweke kikwazo, usiweke mpaka katika wokovu. Ili uweze kufurahia au upate ile furaha kamili ya kuokoka, lazima ujue kwamba Kristo Yesu alikuja ili akuokoe wewe kamili. Hakuja tu ili akusamehe dhambi uende mbinguni. Hapana, kweli ni muhimu kusamehewa dhambi na ni msingi sana kwenda mbinguni, lakini Kristo alifanya zaidi hapo. Alienda hatua moja zaidi, akukuokoa tu roho yako, akukusamehe tu dhambi. Anasema akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote. Hivyo uponyaji wa miili yetu ni sehemu ya wokovu na inatakiwa ukubali na uishi huo uhalisia. Bila hivyo utakuwa umesema nimeokoka, lakini utakuwa unaishi chini ya kiwango, unaishi chini ya fursa tunayo tayari. Tumeshakombolewa, tumeshaokolewa kwa kuponywa magonjwa yetu na kusamehewa dhambi zetu, lakini wengi wetu tunaamua tu kutumia sehemu ndogo ya huo wokovu. Sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tunajali sehemu tu kwamba mimi nimesamehewa dhambi, basi unaishia hapo. Lakini Mungu alifanya zaidi hapo. Kristo Yesu alifanya zaidi hapo. Alienda hatua mbili mbele na kutuponya magonjwa yetu yote. Amini kweli hii upate kupokea uponyaji katika mwili wako. Kuna mtu unanisikiliza hapo unasumbuliwa kweli na magonjwa. Kuna mtu unanisikiliza hapo, mtoto wako au watoto wako wanasumbuliwa sana na magonjwa. Na umeokoka ndiyo ama hujaokoka, lakini nataka leo hii ufahamu ya kwamba wokovu ulioletwa duniani kwa ajili ya huyu mwanadamu ni wokovu kamili, ni wokovu kwa ajili ya mwili wako, ni wokovu kwa ajili ya nafsi yako. Kuna mtu unanisikiliza unasumbuliwa na msongo wa mawazo, unasumbuliwa na afya ya akili, unasumbuliwa na matatizo, nafsi yako ina machungu, nafsi yako ina maumivu. Fahamu kwamba yeye alichukua masikitiko yetu, Kristo Yesu akachukua na huzuni zetu. Yeye alikuwa ni mbadala wetu pale msalabani. Yesu akufa kwa ajili yake, alikufa, alipigwa, aliteseka, na yote ambayo aliyafanya pale msalabani aliyafanya kwa ajili ya ulimwengu. Alifanya kwa ajili yangu, alifanya kwa ajili yako, alifanya ili sisi tusipitie. Alichukua madhaifu yetu ili sisi tusiumwe, alichukua fadhaa zetu ili sisi tuondoke katika fadhaa, alichukua dhambi zetu ili sisi tuwe haki ya Mungu katika yeye. Amini kweli hii ya kwamba wokovu kamili ni kwa ajili ya mwanadamu kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume 2:21, na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Sozo limetumika tena, sozo, kwamba kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Sozo. Matendo ya Mitume 14:9, mtu huyu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Sozo, kuponywa. Sozo, miili yetu inapata sozo, inapata uponyaji, inapata sozo, inapata wokovu, inapata sozo, inapata kusamehewa dhambi. Sio tu kusamehewa dhambi, inapata sozo, inapata kuwekwa huru. Waefeso 2:8, kwa maana mmeokolewa sozo kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo kutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Luka 18:42, Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Sozo limetumika tena. Kumbe wokovu sio tu kusamehewa dhambi, lakini wokovu ni kusamehewa dhambi pamoja na kuponywa magonjwa aliyo katika nafsi ama aliyo katika mwili. Kupata wokovu kamili, wokovu kamili. Huu ndio msingi ambao tutatembea nao katika mwaka mzima. Hatutaangalia tu sehemu moja ya kwamba ndio tumesamehewa dhambi, na ni msingi kweli, si dharau wala sisemi kwamba sio msingi kusamehewa dhambi. Kweli ni msingi, lakini Mungu alitupa zaidi. Tunataka kupata jumla ya
vitu ambavyo Mungu ametupa kupitia Kristo Yesu. Tusipate tu nusu nusu. Biblia inasema sisi tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo, ndani humo kuna uponyaji, ndani humo kuna afya, ndani humo kuna kusamehewa dhambi, ndani humo kuna uzima, ndani humo kuna furaha na amani, ndani humo kuna utoshelevu, ndani humo kuna kutokupungukiwa, ndani humo kuna kila kitu ambacho tunahitaji na tutahitaji katika maisha haya ya sasa, imo ndani ya Kristo Yesu. Paulo akasema, Mungu, hii shida inanisumbua, nina hii changamoto. Bwana akamwambia ya kwamba, Paulo, neema yangu ya kutosha. Neema ya Mungu iliyo ndani ya Kristo Yesu ina kila kitu ambacho wewe kama mwanadamu unahitaji. Hiyo ni mahitaji ya kimwili. Neema ya Mungu iliyo ndani ya Kristo Yesu ina kila jibu la mahitaji hayo. Ile mahitaji ya nafsi, neema ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu inajibu kwenye mahitaji hayo. Sisi tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu kamili ni kwa ajili ya mwanadamu kamili. Mungu alikuja akamtuma mwanaye Kristo Yesu akuokoe, tupate wokovu, tupate sozo, tupate kuponywa, tupate sozo, tupate kuokolewa, tupate sozo, tupate msamaha wa dhambi, tupate sozo, tupate kuondolewa fadhaa zetu, tupate sozo katika miili yetu, tupate sozo katika nafsi zetu, na tupate sozo katika roho zetu. Sozo, wokovu, kuponywa ni kwa ajili ya mwanadamu kamili. Marko 5:28, maana alisema, nikiagusa mavazi yake nitapona. Neno tena sozo limetumika. Luka 17:19, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sozo tena limetumika. Nataka nikupe maandiko mengi ili kuthibitisha hiki ninachokizungumza, ya kwamba wokovu sio tu kusamehewa dhambi, hata kuponywa imetafsiriwa kutoka neno hilo hilo ambalo limetafsiri neno wokovu, sozo. Matendo ya Mitume 4:9. Kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, pale unaona ambao Petro alikuwa anahubiri, akamfuata yule mtu ambaye alikuwa ni dhaifu, akamuinua. Anasema yule mtu dhaifu jinsi alivyoponywa, neno tena sozo limetumika. Na maandiko mengi Matendo ya Mitume 4:12 na Marko 6:56. Maandiko mengi yanatuthibitishia kwamba neno hili ambalo limetafsiriwa kuokoka kwenye Agano Jipya ndio neno hilo hilo la Kigiriki ambalo limetafsiriwa kuponywa, ndio neno hilo hilo ambalo limetafsiriwa mtu alipotolewa pepo. Neno hilo hilo sozo limetumika ili kuonyesha kwamba wokovu kamili sio tu kusamehewa dhambi, lakini pia kuponywa magonjwa, lakini pia kuwa na utoshelevu, lakini pia kuwa na amani, lakini pia kuwa na furaha, lakini pia kuwa na utu wema. Yote ipo katika package moja ambayo Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo tunapopokea uokovu na tutakapoenda kufundishana na kuhubiri na kuitamka haya maneno ya Mungu, tutadili na mwanadamu kamili, tutadili na wokovu kamili. Hatutakaa kwenye sehemu moja kwamba sasa Yesu alisamehe dhambi kwa damu yake. Hapana, tutadili na miili ya wanadamu, kwa sababu hii miili ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Huwezi kuhubiri Injili kama unaugua. Huwezi kumtukuza Mungu kwa moyo kama upo katika mateso na maumivu. Ni sio rahisi kabisa. Kwa Mungu kwa upendo wake na kumhurumia mwanadamu na kumpenda mwanadamu, akaja kumwokoa, akasema huyu mwanadamu, haya magonjwa sasa inabidi, haya mateso, haya maumivu anayopitia, inabidi nimsaidie mwanadamu. Kwa upendo Mungu akasema, akamtuma mwanae, akasema nimtume nani aende ulimwenguni nipate kumwokoa sozo, kumwokoa mwanadamu. Yesu akasema nitume mimi, na sitoenda tu kumwokoa roho yake kwa kumsamehe dhambi, kuchukua makosa yake na madhambi zake, lakini pia hata magonjwa yake ambayo yanamtesa. Mimi Kristo Yesu nitachukua pale msalabani, na akayachukua magonjwa yako, magonjwa yangu. Hata kama hujamwamini Yesu, na kuambia leo hii ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya huo ugonjwa ulionao. Yesu alipigwa msalabani kwa ajili ya huo ugonjwa ulionao, na wewe huna haja kuendelea kubeba katika mwili wako. Mwamini Yesu. Biblia inasema kama ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka, utapata sozo, utapata kuponywa, utapata kusamehewa
dhambi zako. Na wewe ambao umeokoka lakini bado unasumbuliwa na magonjwa, leo hii nakuambia pokea kweli hii kwa jina la Yesu, na uamini kwamba neema ya Mungu iliyo ndani ya Kristo Yesu haijaishia tu katika kusamehe dhambi zako. Ndiyo, ni muhimu kusamehewa dhambi, lakini Kristo anataka kuponya ugonjwa, anataka kuondolea hayo maumivu katika mwili wako, anataka kuondolea huo msongo wa mawazo ambao unao, anataka kuondolea huo huzuni na mzigo ambao upo katika moyo wako, upo katika nafsi yako, hayo maumivu ambayo yapo katika mwili wako. Sasa huo ugonjwa ambao umekaa nao muda mrefu mpaka unasema huu ugonjwa ni ugonjwa wangu, ndio umekaa nao muda mrefu, lakini nakuambia Kristo alichukua huo ugonjwa. Wewe huna haja ya kuendelea kuwa nao. Kristo alibeba, alipigwa kwa ajili ya huo ugonjwa alionao mwanao, ugonjwa alionao rafiki yako, ugonjwa alionao ndugu yako, ugonjwa alionao mtu wako wa karibu. Kristo alichukua madhaifu. Huna haja ya wewe kuendelea kuwa nao. Hebu naomba utafakari mambo machache wakati tunaenda kumaliza siku ya leo katika jina la Yesu. Je, hivi wangapi wangeokoka kama tungekuwa tunahubiri labda sio mapenzi ya Mungu kusamehe dhambi? Nataka utafakari, je, wangapi wangeokoka kama tungekuwa tunasema labda sio mapenzi ya Mungu kusamehe dhambi? Nahubiri Yesu anaokoa, lakini labda sio mapenzi ya Mungu kusamehe dhambi. Kwa hiyo hebu jitafakari, inawezekana wewe upo katika hilo kundi ambalo Mungu hataki kukusamehe dhambi. Je, wangapi wangeokoka kama tungehubiri ya kwamba labda dhambi yako ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Tungekuwa tunaambia watu labda huo uzinzi unaofanya ni kwa ajili ya Mungu atukuzwe, labda huo uongo ni kwa ajili ili Mungu atukuzwe, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wangapi wangeokoka? Naomba utafakari, je, tungehubiri labda Mungu anatumia hiyo dhambi ili kukufundisha jambo, je, ni wangapi wangeokoka? Tungekuwa tunasema mtu wa Mungu, hii dhambi Mungu anataka akufundishe jambo katika dhambi yako, Mungu anataka ujifunze kitu katika dhambi ambayo unaitenda. Je, ni wangapi wangeokoka? La mwisho, naomba utafakari, je, ni wangapi wangeokoka kama tungekuwa tunawaambia Bwana, vumilia katika dhambi yako ili vumilia mpaka pale Mungu ambapo atakuokoa. Endelea kuvumilia katika dhambi yako, endelea kuvumilia katika uzinzi wako, endelea kuvumilia katika ukahaba wako, vumilia tu, Mungu atakuokoa, vumilia tu. Lakini maswali yote bila shaka moyoni mwako unasema hapana, 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 hakuna ambaye angeokoka kama tungehubiri maneno kama haya. Lakini kwa bahati mbaya, hivyo ndivyo tunavyohubiri kuhusiana na magonjwa. Tunasema labda Mungu amekupa ugonjwa huo ili akufundishe kitu, labda Mungu amekupa ugonjwa huo ili atukuzwe, apewe utukufu, labda Mungu anakutaka uvumilie katika ugonjwa wako. Haya ni mafundisho potofu. Ni mapenzi ya Mungu kumwokoa mwanadamu kamili. Mungu alitoa wokovu kamili, na Mungu ambaye anataka tusiendelee katika dhambi ndio Mungu huyo ambaye anataka tuendelee katika afya. Mungu huyo ambaye havumilii dhambi ndio Mungu huyo ambaye havumilii magonjwa, mpaka anajitambulisha yeye kama Yehova Rafa, yani Mungu ni kuponyaye. Yeye ni mponyaji. Mponyaji hawezi tena kuwa huyo ambaye anatoa magonjwa, haiwezekani. Mungu hajikani, mpendwa. Tumefundishwa potofu, ndio maana tunapata matokeo potofu katika maisha yetu. Tumefundishwa kwamba Mungu anatupa magonjwa, tuvumilie, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hapana, haiwezekani. Mungu ambaye anatoa mema atoe tena mabaya. Mti mwema katika akiba njema hutoa matunda mema. Yeye ni Jehova Rafa, anatupa wokovu, anatupa sozo, anatupa uponyaji, anatupa kusamehewa huyo huyo, anatupa kuponywa huyo huyo. Yeye ambaye anasamehe maovu ndio huyo ambaye anaponya na magonjwa katika jina la Yesu. Ni mapenzi kamili ya Mungu kumwokoa mwanadamu kamili, kumwokoa mwanadamu mwenye nafsi, mwanadamu mwenye mwili na mwanadamu mwenye roho. Amini kwamba Kristo Yesu alipigwa msalabani kwa ajili yako, na hii neema ambayo tunaishi ya wokovu sio tu katika kusamehewa dhambi, lakini pia katika kuponywa na magonjwa yetu yote, kuponywa katika ugonjwa ambao unao. Pokea kweli hii katika jina la Yesu, na hii kweli ninayotamka itakuweka huru katika mwaka huu 2026. Mwaka huu ni mwaka wa neema. Mwaka huu ni mwaka wa kutamka kweli za neno la Mungu
na sio tu kutamka, kuziishi. Na hiyo ndio itakuwa msingi ambao tutatembea nao katika mwaka huu 2026. Mwaka huu ni mwaka wa kutembea katika kweli ya Mungu, kutembea katika wokovu kamili. Tutaihubiri kwa nguvu zote, tutaifundisha kwa nguvu zote ya kwamba ni mpango wa Mungu kusamehe dhambi, lakini pia ni mpango wa Mungu kuponya magonjwa yako yote. Na huu ndio utakuwa msingi wa mafundisho yetu, msingi wa neno letu, msingi wa kila tunachokifanya, ya kwamba Mungu anataka kukuponya, Mungu anataka kukusamehe dhambi. Kama hujamwamini Kristo Yesu, na kukaribisha sana mtu wa Mungu, mpokee Yesu leo. Kumpokea Yesu ni kwa thamani kuliko kawaida. Unapata vitu vikuu, unapata kusamehewa dhambi. Hakuna jina lingine ambalo linatupasa kusamehewa dhambi isipokuwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe ambaye umeamini na kuambia kweli hizi, najua inaweza mwingine akawa anasema huyu anazungumza nini? Huyu kijana anazungumza mambo ambayo hajui. Mbona wazee wetu walituambia hivi? Mbona mchungaji wangu ananiambia hivi? Ndugu yangu, hapa mimi nasimama na neno. Sitavumilia kwa sababu eti fulani amesema hivi, basi na mimi nifuatane. Petro akasema hivi, tumtii mwanadamu, tusimtii Mungu? Chagua wewe. Na kuambia mtazamaji wangu, mwaka huu ni mwaka wa kufanya machaguo. Fanya machaguo sahihi. Una machaguo mawili, umtii mwanadamu ama umtii Mungu. Mungu anasema ya kwamba ametupa sozo, wokovu kamili, ametusamehe dhambi zetu kupitia Kristo Yesu, lakini pia ametuponya magonjwa yetu kupitia Kristo huyo huyo. Anayesamehe dhambi ndio anayeponya magonjwa. Tukipata muda katika vipindi vinavyofuatia, tutaendelea zaidi kuzungumza kuhusu wokovu kamili, na katika yote ambayo tutajifunza yatakuwa yapo katika eneo hili, kujifunza wokovu haswa ni nini. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu huu namna hii? Mungu akubariki sana. Nimefurahi sana kuwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha kwanza kabisa katika mwaka wa 2026. Naamini huu utakuwa ni mwaka wa baraka, na nakutamkia baraka siku ya leo katika jina la Yesu. Nakutamkia baraka katika mwili wako, nakutamkia baraka katika yote unayofanya. Yote utakotia mkono wako kuyagusa yakawe ni baraka, na ukawe ni baraka katika kila sehemu unaoenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba niombe kwa ufupi kwa yote ambaye ana udhaifu. Kama una udhaifu katika mwili wako, shika eneo ambalo lina maumivu, shika eneo ambalo lina ugonjwa, naenda kutamkia neno la Mungu kwa muda huu kwa ufupi sana, na kwa imani amini kwamba umepokea na utaleta ushuhuda mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, namsogeza ndugu ambaye ananisikiliza na anasikia sauti hii ya sasa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema ya Mungu ya uponyaji ambayo ipo katika Kristo Yesu, ninaitamka sasa kwa kauli hii, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama kuna maumivu katika mwili wa ndugu huyu, kama kuna ugonjwa wowote katika mwili wa ndugu huyu, kama kuna nguvu za giza katika mwili wa ndugu huyu, ninakemea na kuikataa kwa jina la Yesu. Maumivu ondoka sasa. Ugonjwa ninakukemea, ondoka sasa. Pepo ninakukemea, ondoka sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natamka uzima, natamka afya, natamka kufunguliwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru, uwe mzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Amini umepokea, amini umepokea sozo, umepokea uponyaji. Kweli ya neno la Mungu ndio ambayo itakuweka huru. Endelea kujifunza. Nimefurahi sana kuwa pamoja na wewe siku ya leo, na Mungu akubariki sana sana sana. Amina, amen.